kama watu wa mtaa wako hawakuelewi, nasema kuna mataifa yanakuelewa kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Usikate tamaa kwa sababu ya kusema vibaya. Usikate tamaa kwa sababu ya kuzungumziwa vibaya. Usikate tamaa maidia. Mmoja ambaye alikuwa ni kipofu, ambaye alikatishwa tamaa na watu walio jirani na Yesu, wakamsukuma, wakamwambia anapiga kelele, lakini jamaa hakukata tamaa. Na usiwe mtu wa kujitetea hata siku moja. Acha wakati utafika, wakati utazungumza kwamba wewe ni nani, utafika watu watajua wewe ni nani. Hiyo sasa hivi mimi siko hivyo, wewe tunakujua Bwana. Angalia zaidi ya Mungu wako na wewe ni hakuna. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nasema hivi, hakuna anayekujua zaidi yako wewe mwenyewe na hakuna anayekutambua zaidi ya Mungu wako. Amen. Kwa hiyo utapita kwenye situation yoyote, kaa chini, piga magoti, muite Mungu wako. Usijitetee. Haleluya. Amen. Kwa sababu wewe sio wa aina yao. Ungekuwa wa aina yao, wangekuwa upande wako, ungekuwa upande wao, lakini kwa sababu wewe sio wa aina yao, kwa hiyo lazima kwa namna yoyote watakupinga. Kama ungekuwa wa kwetu, wangekuwa kumjema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo watu wakati fulani kwamba upako wa kutenganishwa na watu feki kwenye maisha yao. Sasa mtu mshamba kila siku anazungumzia mabaya yako, ana faida wewe. Haleluya. Amen. Amen. Kana mtu ambaye anazungumza ile ushindi wako. Leo huna, anakwambia wewe ni shujaa. Sikiliza, kesho utakuwa nacho tu. Ni kwa muda. Haleluya. Wiki ya leo ni kwa muda tu. Leo sina, kesho ninacho kwa jina la Yesu. Amen. Hebu sema naenda viwango vingi. 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 Amen. Ningekuwa ni mimi Msafwa, ningesema I'm going to the high next level. Yaani ninaenda kwenye level za juu. Level za ikuti sio zangu kwa jina la Yesu. Amen. Kwa ikuti mtanisamehe, ninaenda kule. Amen. Andika tu namna hii, kuhama kwenda viwango vya juu. Kuhama kwenda viwango vya juu. Bwana Yesu. Amen. Kuhama kwenda viwango vya juu. Nazungumza na mtu ambaye anahitaji kuhama. Nazungumza na mtu ambaye anatakiwa atoke mahali alipo kwenda mahali pengine ambako Mungu amekusudia. Je, unajua mahali ulipo hapo kwamba kuna mahali Mungu amekusudia uwepo? Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Okay, anyway, niseme kwa lugha hii. Kuna ibada tulifanya hapa, ibada ya wanafunzi. Ilikuwa ni usiku Jumaa na wiki iliyopita. Amen. Sasa ile ibada kuna baadhi ya vitu nilikuwa najaribu kuzungumza na wanafunzi kwamba leo hii wanafunzi hapa shule Mungu tuko na injinia Yoel, unamaliza elimu yako ya masomo yako, unamaliza nafikiri mwezi ujao, sio? Lakini je, unatambua, unajua ya kwamba hapo ulipo kuna ofisi yako ipo mahali fulani? Unajua hapo ulipo kuna kiti chako kiko mahali fulani? Na sasa hivi tunapozungumza, huenda kuna mtu amekaa kwenye hicho kiti chako. Halo. Sasa baada ya kutoka hapo, tukakwenda kwenye somo linalosema tunatakiwa kuona. Mungu atupe macho ya kuona sawa sawa, kwa sababu kama hauna macho ya kuona sawa sawa, inawezekana unasoma ni kweli kwa bidii, lakini huioni kesho yako. Na Biblia inasema mtu hawezi kumpendeza Mungu pasipokuwa na maono, wala mtu pasipo maono hawezi kwenda. Kumbe tunahitaji maono ili tuweze kwenda. Kwa ninapokuja na ujumbe huu mzuri ambao Kristo amelikusudia kanisa asubuhi ya leo juu ya kuhama viwango kwenda viwango vya juu, kwa nazungumza na mtu aliye
Amen. Wengi ni kweli wamesoma, lakini hawajapata kazi. Kwa nini hawajapata kazi? Hawana macho ya kuona sawa sawa. Walikuwa wanasoma, lakini walikuwa hawana macho ya kuona nafasi zao, hawana nafasi ya kuona kule wanakokuendea. Ndio maana wengi wakasema, sasa hivi hata shule bwana, tukisoma ajira hamna, wala nikajikatie tu maembe. Na ufahamu wako ni viwango vyako vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Nazungumza na mtu ambaye yuko tayari kuhama viwango, atoke kwenye viwango vya kutazama vibaya, aende kwenye viwango vya kutazama sawa sawa, atoke kwenye viwango vya kujichukulia kawaida, awe ni mtu ambaye anichukulie yeye ni shujaa. Ndio ni shujaa. Jamaa akashtuka. Ni shujaa. Ningekuwa shujaa, nisingepata haya. Nini? Bwana anatazama Gideoni ni shujaa. Gideoni anitazama mnyonge. Kuna watu leo mnajichukulia wa kawaida. Kuna watu leo mnajiona ni wa kawaida. Nini? Ni kutokana na aina ya vitu mlivyosikia kwenye masikio yenu. Kwa vimetengeneza mtazamo wa kawaida, vimetengeneza mtazamo wa kujichukulia poa. Hebu sema mimi sio kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi sio wa kawaida. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Sema mimi ni shujaa. Na ninashinda. Na zaidi ya kushinda kupitia damu ya Yesu Kristo aliyehama kwenda viwango vya juu. Gideoni anasema mimi ningekuwa shujaa, yasingetupata. Kuna watu mlitamani kufanikiwa. Kuna watu mlikuwa mnasoma mkitamani kuwa kwenye level fulani ya kimaisha, lakini mmekata tamaa, mmeishia njiani kutokana na aina ya matilio, aina ya vitu mlivyovisikia vimetengeneza hofu na mashaka na wasiwasi. Amen. Unapoanza safari yoyote, huwa unakuwa na picha ya kule kwenye mwisho wa safari. Kama unaanza safari hauoni mwisho wa safari yako unakoelekea, shuka, anza upya, tafuta kwanza kuona kule na picha. Uwe na macho ya kuona ofisini kwako kabla hujafika ofisini kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mitego imetegwa ofisini kwako, uione mapema kabla hujaingia kwenye ofisi yako, kwa sababu ukishaiona hiyo mitego, kuna muda utaingia ofisini kwako, njia wanaotegemea utapita, kwa sababu umeshaona mitego yao, utabadilisha njia. Haleluya. Utabadilisha njia. Kiti ambacho walitega mtego, kabla hujakikalia utakuwa umekwisha kuona mtego. Kwa hiyo leo sikai, tugombea Musa tarudi. Haleluya. Sasa ukifika viwango vya hiyo, tunazungumza mtu ambaye tayari kwenye ulimwengu wa roho yupo kwenye level fulani. Kwa unahitaji kupata viwango, iwe kwenye biashara unahitaji kuhama viwango, iwe ni kwenye ndoa yako unahitaji kuhama viwango, iwe ni kwa watoto wako unahitaji watoto wako wahame viwango, iwe ni kwenye elimu ya familia yako watoto wako wanahitaji kuhama viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe ni kwenye mashamba, iwe ni kwenye eneo lolote lile, unahitaji kuhama viwango. Na ili uhame viwango, unahitaji nguvu ya nini? Ya maamuzi. Pasipokuwa na nguvu ya maamuzi, huwezi kuhama viwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inazungumza juu ya majenerali walikuwa Meshaki, Shadraka, Abednego, ambao jamaa wanaona kabisa moto umeandaliwa, lakini ndani yao wana nguvu ya maamuzi.
ila wanatazama Mungu wa kwao. Huenda ukawa unapita kwenye eneo lenye moto mkali, usitazame moto, angalia kuchomoka kwenye huo moto. Katikati ya moto mkali, kupita utapita, lakini hautakuunguza wala hautakuangamiza kwa jina la Yesu. Katikati ya moto, Mungu wako atokee hapo hapo. Haleluya! Nasema katikati ya moto, Mungu wako adhihirike hapo hapo, na watu waone utukufu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Unahitaji kuhama ili muhame viwango maendeleo kuambatana sana kitu kimoja. Mimi unajua kile unachojua ndani yako ndicho kitakachokusaidia ili uweze kuhama. Okay. Nitarudi kwenye msingi huu, definition hii ya imani. Biblia inasema imani chanzo chake ni kufanyaje wapendwa? Kusikia. Ni kusikia. Kama tusikie unasema kusikia. Sema kusikia. Kwa imani chanzo chake ni kusikia. Sasa kama imani chanzo chake ni kusikia, pokea na hii itakusaidia. Imani sahihi huambatana na mtu sahihi aliyotumwa kuja kuleta vitu sahihi vya maisha yako. Akija mtu feki akatengeneza imani ndani yako feki, tambua kwamba utatembea na imani feki. Akija mtu sahihi amebeba vitu sahihi, ni mtu sahihi, ametumwa kwa maisha yako aeleze vitu sahihi ndani yako. Utakaposikia itaimarika, itajengwa imani sahihi. Na mara zote nasema kwenye eneo hilo la imani ni eneo gumu na eneo pana, kwa sababu leo hii watu wengi wamesikia vitu feki kwenye maisha yao. Kuna watu walitamani kufanikiwa, walitamani kuinuka, lakini vitu walivyosikia vikawafanya watu washindwe kuinuka, kwa sababu walisikia vitu ambavyo vikaenda kutengeneza udhaifu kwenye maisha yao. Halo. Nikasema hivi wakati fulani kwamba kama waliotuaminisha mahesabu, kama walituaminisha 1 ongeza 1 ni 2. Remember, kama hao wangetuaminisha 2 ongeza 2 ni 1, hata sasa ingekuwa ni 2 ongeza 2. Unaona kazi ya imani? Unaelewa kazi ya imani? Lakini leo hii una nguvu na una ujasiri, una very confidence ya kusema 1 ongeza 1 ni 2. Yaani na kutoa watu 1 ongeza 1 ni 2, kwa sababu ni hicho. Na una uwezo, unafahamu kwamba 1 wakisema hesabu 1 ni 10, 1 2 3 lakini wangesema kwamba hesabu ni 10, wangesema ni 1 5 6 7 8 9 2, ingekuwa ni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Usema imani. Kwa kama imani chanzo chake ni kusikia, kumbe kwenye maisha yako unahitaji sana kuomba Mungu akukutanishe na mtu sahihi wa maisha yako, aliyetumwa kwa ajili ya maisha yako, kuja kuzungumza vitu vya maisha yako, kuja kuzungumza ukweli wa maisha yako.